Za kilitanda kaunti ya Meru baada ya afisa wa bodi ya utozaji ushuru kuvamia kituo cha televisheni cha Vaite huku akidai kuwa kampuni hiyo haijakuwa ikilipa ushuru. Mwakilishi wa kike kaunti hiyo Kawira Mwangaza, ambaye pia ni mmiliki wa kituo hicho, amedai kuwa maafisa hao wanania fiche, jinsi mwanahabari wetu George Maringa anavyoarifu. Mwendo wa asubuhi, kituo cha runinga cha Vaite TV kilipata wageni wa aina yake. Wakiongozwa na mkurugenzi wa bodi ya utozaji ushuru kaunti ya Meru John Toiti, nia yao ilikuwa moja tu. Mheshimiwa, sio wewe and we respect you. Hii timu yote. Ngoja. What we want. Hii timu yote imekujia license ya Vaite kama ya mulika. Hii timu yote. Hivyo hili halikuchukuliwa vyema na wamiliki wa kituo hicho, mwakilishi wa kike kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na mumewe Murega Baishu. Kuna ukora ambao unaendelea katika revenue na ambao hatuwezi kubali. Imagine tunalipishwa hii massive tower. Ningependa kila watu waone hii massive tower. Kulingana na John Toiti, kampuni hiyo haijakuwa ikilipa ushuru kwa miaka 4 sasa. Vaite TV itiregore ogote. The last time Vaite ogote. Mara ya mwisho Vaite TV walilipa ushuru ilikuwa mwaka 2016. Tangu wakati huo tumekuwa tukiwapa barua za kuwakumbusha, japo kila tunapofanya hivyo Murega huahirisha akidai kuwa kituo hicho bado ni kichanga. Tungependa kuweka wazi kuwa tunataka kituo hicho kiendelee kufanya kazi ili nasi tupate ushuru. Viongozi wa kike kaunti hiyo hata hivyo wamekashifu kisa hicho. If somebody has not paid land rates, do you go and attack them? Do you go and beat them up? Do you go and intimidate the family? Whatever she did, whatever wrong she was, there's the law in this country, and it should be obeyed by everyone. We won't be cowed. No amount of intimidation that will be sent to our women that will make us to bow down. Duru zinaarifu kuwa swala hilo sasa lipo mikononi mwa idara ya polisi. Itasalia kuonekana mkondo utakaofuatwa. George Maringa, KTN News, katika kaunti ya Meru.